Karibu ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa channel pendwa kabisa ya Mungu na Uchumi, ambayo na mtumishi wako Vincent Wellington, ambaye anapenda leo kukufundisha kuhusu kuanzisha mradi. Mambo gani unaweza kuyazingatia ili uweze kuanzisha mradi mpya? Kuna watu mnahitaji kuanzisha miradi mipya. Inawezekana ni mradi wa biashara, inawezekana ni mradi wa kilimo, inawezekana ni mradi wa ufugaji. Sasa kabla ya kuanzisha hayo yote, unatakiwa uanze na vitu gani katika kufanya mradi wako? Unatakiwa uzingatie vitu gani kabla ya kuanza mradi wako? Ndugu msikilizaji wangu, nifuatilie vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa chaneli hii. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mafundisho haya utaweza kunielewa na utaweza kupiga hatua katika maisha yako. Kabla ya kuanzisha mradi wote ule, ni vema kabisa kuzingatia mambo haya. Jambo la kwanza kabisa, lengo la mradi. Lazima uwe na lengo. Hauwezi kuanzisha mradi kuwa na lengo. Sasa unapokuwa na lengo la mradi, ni vitu gani unatakiwa uviangalie? Jambo la kwanza kabisa, lazima ujue kwamba ninahitaji kufikia malengo yapi. Katika lengo hili ninatakiwa kufikia kwa jambo lipi, kwamba watu waweze kupata kitu gani kutokana na mradi huu. Lazima ujue kwamba kitu gani unatakiwa ufikie katika mradi wako. Lakini jambo la pili, katika lengo la mradi, uweke muda. Lazima uwe na muda wa kufanya mradi wako. Hauwezi ukafanya mradi ambao hauna muda maalum. Lazima ulenge kwamba kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa sita niwe nimefikia lengo fulani. Kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 4 niwe nimefikia lengo fulani. Au kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 niwe nimefikia malengo fulani. Lazima uweke muda. Huwezi ukawa na mradi ukaanzisha mradi bila kuwa na muda ambao utafanya huo mradi wako. Lakini jambo la pili ambalo nitakuwa nizingatie katika kuanzisha mradi, lazima ufanye utafiti wa soko. Lazima ufanye utafiti wa soko ili uweze kujua kwamba katika mradi wangu huu nitapata soko la bidhaa yangu sehemu fulani. Lazima ujue kwamba katika kufanya huu mradi lazima nipate wateja. Sasa wateja wanapatikana wapi? Lazima ujue soko lako kama linapatikana. Sasa kabla ya kujua soko hilo, kuna vitu ambavyo nitakiwa uvizingatie. Jambo la kwanza, je, kuna wahitaji wa huduma? Inawezekana ukaanzisha mradi lakini wahitaji wa huduma wakakosa. Ukikosa wahitaji wa huduma husika, ni dhahiri kwamba mradi wako hautaweza kupiga hatua. Jambo la pili la kuzingatia katika kutafuta soko, lazima uhakikishe wafahamu wateja wako. Lazima wateja unaowapelekea bidhaa yako au utakaofanya nao biashara uwe unawafahamu. Uwafahamu wateja wa bidhaa zako. Ufahamu wateja watakaotumia bidhaa hiyo ambayo unahitaji kuzalisha. Kama wewe labda ni mfugaji wa mbuzi, lazima uhakikishe kwamba, je, utapata wateja watakaonunua hao mbuzi? Kama unahitaji kuanzisha ufugaji wa kuku, je, utapata wateja wa kuku au nitapata wateja wa mayai yatakayotokana na kuku hao? Lazima uhakikishe kwamba wateja wako wanafahamika, wanapatikana kwa namna gani. Hilo ni jambo la pili kabisa ambalo natakiwa ulizingatie, la utafiti wa soko. Lazima ufanye utafiti wa soko. Ukumbuke namba 1 nimesema ni lengo la mradi. Lazima uwe na lengo la mradi. Lakini namba 2 nikasema lazima ufanye utafiti wa soko la bidhaa ambayo unaenda kuizalisha. Namba 3 kabisa ambayo ni muhimu, lazima uweke mpango wa mradi. Kwa Kiingereza tunasema project plan. Lazima uweke project plan. Hauwezi ukaanza mradi bila kuweka mpango wa mradi.
lazima uweke huo mpango kwa ajili ya kufanya mradi wako. Katika kufanya mpango wa mradi au project plan ya mpango wako, ni vitu gani natakiwa vizingatie? Namba moja kabisa, andaa mpango hatua kwa hatua. Andaa mpango hatua kwa hatua. Lazima uandae mpango hatua moja baada ya hatua nyingine, kwamba nitaanza ni kitu hiki, nitaanza na kutengeneza labda mazingira kwa ajili ya kilimo, labda nitaanza kuwa na mashamba kwa ajili ya kulima zao hili. Baada ya kuandaa shamba hili, basi nitapata mbegu sehemu fulani. Baada ya kupata mbegu, nitashaurisha wataalamu kuhusiana na upandaji wa mbegu hii, au nitaanza kwanza na mtaalamu ili kwamba aweze kunielekeza namna gani niweze kuanzisha mradi wangu wa kilimo. Lazima au nitamtafuta mtaalamu aweze kunishauri kuhusu mradi wangu wa ufugaji wa ng'ombe. Lazima uwe na mpango hatua kwa hatua. Lakini kitu kingine cha kuzingatia katika mpango wa mradi, lazima uweke ratiba ya kazi, timeline. Lazima uweke timeline kwa ajili ya kufanya mradi wako. Inawezekana ratiba zako hazitakuruhusu kufanya mradi huo. Sasa inabidi ujue mapema kwamba nisipokuwa na ratiba ya kusimamia mradi wangu, ni dhahiri kwamba nitaweza kukwama. Ukiona ratiba haikuruhusu kufanya mradi wako, ni dhahiri kwamba hauwezi ukafanikiwa katika mradi wako unaoenda kufanya. Lazima uweke timeline kwa ajili ya kufanya mradi wako. Kwa hiyo kama timeline hauna au hujaweka ratiba ya kazi kwa ajili ya kufanya huo mradi wako, ujue kwamba mpango wa mradi wako au project plan, ni dhahiri kwamba itaweza kukwama katika mpango wa mradi wako. Jambo zuri lingine la 4 la kuzingatia unapoenda kuanzisha mradi mpya ambao unahitaji kuanzisha katika maisha yako uweze kupiga hatua katika ujasiriamali, lazima uzingatie bajeti na rasilimali. Lazima uwe na bajeti, lakini katika bajeti yako hakikisha kwamba angalau nina rasilimali ya kuanzia. Usije ukaanzisha mradi wakati unajua kabisa rasilimali kwa ajili ya mradi husika sina. Sasa katika bajeti na rasilimali utazingatia vitu vipi? Jambo la kwanza kabisa, bajeti na rasilimali, lazima uzingatie makadirio ya gharama zake, makadirio ya gharama zote za bajeti yako. Lazima makadirio kwamba nitatumia milioni 2, lakini katika milioni 2 hizi nilizo nazo nina rasilimali ya nyumba, au nina rasilimali ya ardhi ambapo nitawekeza huo mradi, au nina rasilimali watu kwa ajili ya kutekeleza mradi huo. Hata nikikosa mfanyakazi, basi nina rasilimali watu ambao watasimamia kwa muda, huku ninajipanga kwa ajili ya kutafuta mfanyakazi kwa ajili ya mradi huo. Kwa lazima unapopanga bajeti na rasilimali, lazima uwe na bajeti, uwe na pesa, lakini vile lazima uwe na rasilimali ambazo zitakusaidia katika kuendesha mradi huo. Rasilimali zinaweza zikawa ni watu, au kawa na rasilimali vitu ambavyo ni ardhi, au labda ni msitu, au labda ni mazao fulani ambayo yatakusapoti katika mradi wako ambao unaenda kufanya. Jambo la pili ambalo utazingatia katika bajeti na rasilimali, hakikisha kuna mtaji au chanzo cha kupata pesa. Uwe na mtaji au chanzo cha kupata pesa. Lazima uwe na mtaji. Huwezi ukaanza kitu chochote bila kuwa na mtaji, au uwe na chanzo cha kupata hiyo pesa. Yawezekana unataka kutekeleza mradi, lakini chanzo cha kupata pesa hauna. Ni dhahiri kwamba pesa hautaweza kuipata, kwa sababu chanzo cha kuipata hiyo pesa hauna. Kwa hiyo ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, zingatia kwamba unapoanzisha mradi mpya lazima uwe na bajeti na rasilimali. Sasa unapokuwa na bajeti na rasilimali, katika bajeti yako lazima uwe na makadirio ya gharama zote za utekelezaji wa mradi,
Lakini namba 2, lazima uwe na mtaji au chanzo cha kupata pesa hizo za kutekeleza huo mradi. Kuna watu wanaanzisha mradi bila kuwa na mtaji. Sasa bila kuwa na bajeti au rasilimali kwa ajili ya kuanzisha mradi huo, ni dhahiri kwamba utaweza kukwama katika uendeshaji wa mradi wako. Lakini pointi ya 5 ambayo nitamaliza nayo leo, pointi ya 5 ni hatari zinazoweza kujitokeza katika mradi wako nao ufanye. Ujue ni dhahiri kwamba hatari lazima iweze kujitokeza. Umeanzisha ufugaji, ujue kwamba kuna magonjwa yatakayowakumba au mifugo. Hiyo mifugo ambayo utaifuga, ni dhahiri kwamba magonjwa yanaweza kujitokeza. Sasa utakabiliana nayo vipi? Lazima ujipange katika kukabiliana na hatari ambazo zinaweza zikajitokeza. Kukabiliana na hatari zinaweza kujitokeza, utasaidiwa na pointi hizi zifuatazo. Pointi ya kwanza, tambua changamoto zinazoweza kujitokeza. Changamoto zile ambazo zinaweza kujitokeza katika kutekeleza huo mradi, hakikisha unazifahamu. Usianzishe mradi bila kujua changamoto inayoweza kujitokeza katika mradi huo. Lakini namba 2, andaa mbinu za kukabiliana. Andaa mbinu za kukabili tatizo, kwamba umepata tatizo la magonjwa katika ufugaji. Sasa mbinu za kukabiliana na tatizo hili ni zipi? Lazima uwe unajua mbinu za kukabili tatizo hilo. Ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ni dhahiri kwamba ukizingatia hatua hizi utaweza kufanikiwa katika kutekeleza mradi huo. Na mambo mengine sana ambayo unaweza ukayazingatia yapo, na tutazidi kujifunza katika kipindi kijacho. Kwa hiyo nifuatilie katika channel yangu kabisa, andika Vincent Wellington katika ukurasa wa YouTube. Utaweza kupata mafundisho yaliyo mengi ya kiuchumi, kibiashara, lakini na kumjua Mungu. Utaweza kubarikiwa. Asante kwa siku ya leo. Nipende kukupongeza ndugu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu ambaye umekuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho mafundisho haya. Nifuatilie, tutaenda kujifunza mambo mengine ya kuzingatia katika kuanzisha mradi mpya. Najua wengi mnapenda kujikwamua katika kutafuta utajiri, katika kutafuta uchumi, kuwa wachumi wakubwa. Basi nifuatilie katika chaneli yangu ya Vincent Wellington. Utaweza kujifunza na utaweza kunufaika katika mafundisho yangu, na Mungu wangu wa mbinguni akubariki. Amen.